Nilikuwa nasikia watu wakisema Shania Bito hana talent. Na mimi swali nataka kuwauliza, endeni msikie ngoma za Diamond za kitambo za kwanza. Same ngoma za wasanii wetu wengine hapa Kenya. Wale mnasema wako na talent. Endeni msikie ngoma zao za kitambo za kwanza. Endeni msikie ngoma za wasanii wa Nigeria za kitambo za kwanza. Enda majuu, usikie mixtape za 50 Cent, za Jay-Z, za Lil Wayne. Ngoma zao za kwanza. Nanipata, alafu mkuje mseme kama wako na talent ama wana talent. Mimi nikiwaambia msanii ni mbaya. Kitu niliwaambia juu ya Shania Bito ni producer. Vquest ni producer mnoma sana, lakini hawana chemistry na Shania Bito. So, kama tunangoja msanii atoke na hit hivyo pap ngoma noma akue level ya Burna Boy mara moja hivyo na ni msanii anaanza, hiyo hatutaikuwa na wasanii. Ndio mimi huambia mkiangalia Tanzania wanakuanga wametuosha juu ya hiyo. Same na Nigeria, wana supporting young upcoming artists. Na hata mimi sijawaambia mfanyie Shania Bito vitu mingi. Mpatieni tu view. Mimi huambia msanii haombangi pesa. Msanii anaombanga tu view na like. Juu ukiangalia msanii kama Shania Bito anaweza imba. Unanipata? Hayuko off key. Lazima akuwe fine tuned ndo aimbe ile ngoma mnataka sasa msikie mseme hii ni ngoma hatari. But atakuaje fine tuned, atafikaje hapo bila support? Ni ngoma ngapi za ufala? Sawa, watu support hii Kenya. Ma content creators wengine hadi utoa ngoma na mna support, lakini watu ni wasanii wa ukweli. Hapo ndo mna draw line, mnasema hawana talent because ni ngoma yao ya kwanza ama ya pili. Na mimi nawaambia kitu for real. Hiyo ngoma Vquest ameproduce ya Shania Bito hawezi pimanisha na Forever. Kuna ngoma mob sana kama hiyo Forever ya Shania Bito zimetoka TZ na zimeingia hapa Kenya na zimehit. Niambieni ngoma kaa ilikuwa inaitwaje? Mary Mela. Hiyo si ni ngoma watu wengi wangesema haiwezi. But ni ngoma simple na iko na melody mob hatari. Na hiyo ndo kitu niliambia Shania Bito, tafuta producer anacheza na melody sana. Ukiona track mingi za Vquest ni mtu wa kucheza na drums. Track zake zi ugonga. Yani yeye ni mtu mimi namtambua because ya hiyo kugonga, lakini si mtu anachezaga na melody. So ni sad sana tukikaa hivi chini tuseme ati Shania Bito hana talent because ni msanii anaanza. Hata ukisikia hiyo ngoma Vquest amemproducia, si ati ni ngoma ya ufala, ni ngoma poa, ni good song. Lakini si hit song, ni good song. Si unanena like ako na flow. Sasa niwaulize, mnategemea udem afike aje kututole ile ngoma sisi wote as a nation tunaikubali tusipomsupport hivi akianza? Ni kama mtoi akianza kutembea anahitaji support yako ndo atembee fiti. Mtoi anahitaji support mingi sana. Usipompatia unategemea mtoi atajuaje? Hata wewe unahitaji kufundishwa kudrive. Kila mtu
anahitaji support kwa hii life, but ile support wasanii wanahitaji ni view. Endeni msikie ngoma za udem na mniambie kama ako chini hivyo, sawa? Vile watu wanasema, endeni tu msikie, endeni msikie Forever na hiyo ngoma Vic West amemproducia. Endeni tu msikie hizo ngoma mbili na mniambie udem tukimsupport anaweza fika mahali ama hawezi, because industry inakuanga ngumu sana kwa madem kuliko wanaume. Mimi nawaambia hata wanaume inakuanga ngumu sana, but madem mnafaa kujua wanakutanaga na watu wengi sana wanataka kuwaswaga, ndo hao watu wawapatie support. So mimi nikiona ule mdem naweza support bila kumuitisha ikusi, bro kasonge, because na imagine siku moja nipate mtoi mdem na atake kuingia kwa industry ya music. Do to others what you want them to do to you. Naweza furahi mtoi wangu akiomba ikusi, ama sister yangu atake kuingia kwa mziki, ama kazini yangu. Mtu kama ako na hiyo potential kidogo, tumsupportini. Afadhali tumsupport afike hapo atudisappoint vile Lexino amefanya. Lexino nawaambia ni mtu wa ufala na hakuna palikari yake inaenda. Hiyo nawaambia for free. Ni mtu anapenda kubebwa. Lakini as Kenyans tulimsupport. Hiyo ndo main point nataka mjue. Mulifanya pati yenyu. Ni ile saidia pali unaweza alafu uachie Mungu. Lakini tukiangalia hivi nyuma, huo mtu hata complain ati hakusaidiwa. Ni kama ile story ya Kalika Salad. Sijaielewa hadi kesho. Kalika Salad alikuja kwa kamera akasema nilikuwa kwa ofisi yake nikimuomba simu. Nikasema ni sawa. Lakini wewe utakujaje kufloss haukusaidia mtu? Yaani mimi waambie huyu mzee anaga akili. Unanipata, ni mtoi. Kalika Salad ukuja anasema so watu walikuwa kwa ofisi yangu akiniomba simu. Lakini sikumpea. Bro, shut up. Ni kama kufloss, ulikutana na mtu ako njaa na ulikuwa na chakula extra na hukumpatia. Sasa unakuja unatuambia ule mzee hata aliniomba food lakini sikumpatia. Like ni kwa mtu stupid. Hivyo ndo Kalika Salad alikuja akasema hivyo. Unajua mimi na expect mtu aseme Sabato alikuwa kwa ofisi yangu aliniomba hii na hata hiyo simu mimi nilimpatia nguo, mimi nilimpatia. Unajua hata mimi naweza msali alinisaidia manzi, niko humbled. Lakini unakujaje kufloss pale huko kusaidia? Kwa Bible kuna pali ni nani huyo alifika heaven? Alikuwa anaongea na God ama ni Jesus? Alafu alikuwa anaambiwa ni Jesus alikuwa anamwambia ama ni God, nimesahau. When I was hungry ulininyima chakula. When I was sick ulikata kunisaidia. Alafu mzee akaambia God ama Jesus. Sikumbuki hiyo conversation ilikuwa between nani, lakini hivyo ndo Bible inasema. Ni wapi nilikuona Jesus? Sijai kutana na wewe. Jesus akamwambia, if ulinyima mtu kitu kama hiyo, ni same na vile ulininyima. Sijui kama na get your point. Ndo maana tunasemanga kuwa mkind. Usione mtu anateseka uache kumsaidia, because hiyo kindness unafanyia huyo mtu ni same na vile unafanyia Christ. So our upcoming artist wale wanaweza, tuwapatieni support. Wale waimbi ngoma za ufala, Shania Bito waimbi urban tone, achukui track za watu, mde mtu anajisukuma, mpatieni support. Na waambia till the day kwenyu kutakuwa na mtu anataka kuimba ama anataka kuventure kwa mziki, ndio uta understand ni nini nasema. But sasa huwezi understand hiyo support inamaanisha nini kwa msanii. Endeni msikie hizo ngoma mbili
latest ya Shania Bito na Forever, na mka hivi msikie tu mniambie huyo dem akisapotiwa a fine tune career yake vitu mingi sana hataweza. Hiyo tu ndo mimi swali nataka kuwauliza, because lazima tu support. Hata mabiashara mingi watu wako believe kwa hizo mabiashara, but kuna mtu tu alisupport hiyo biashara ndo ikakuwa ni kitu iko leo. Sikieni story zote za vitu zote zimeanza tu na mwanzo mdogo. Mi nasema tu ukweli majamaa, msini crucify, msini chinje. Sikieni story zote za vitu zimeanza na humble beginnings. Ni sad sana tukikaa hivi tukigoja msanii atoe ngoma same na Beyonce na ni msanii anaanza. Kuna watu sahi na expect wafanye project kubwa kubwa because washaka kwa hii industry. Si wasanii wanaanza. Sijui kama mnanipata. Si wasanii wanaanza, washaka kwa industry, wanajua ropes. Lakini mtu kama Shania Bito mna expect afanye ngoma inakaaje kwani? Mna expect afanye video inakaaje? Mtu kama akona, unaona kitu ina count ni hiyo potential. Potential. Mtu kama akona potential tumsupport. Na waambia leo Shania Bito angekuwa ni msanii wa TZ, ngoma yake already ingekuwa inachezwa Kenya. Na niliwaambia Forever, and then msikie hiyo Forever na msikie ngoma za Sam wa Ukweli. Kuna ngoma zingine tu ni simple vizuri. Imagine watu wana support ngoma kama za Embaramba, ngoma za ufala yani. Kusema ukweli siwezi pimanisha vile Shania Bito anaimba na Ngesh, lakini watu walikuwa na ride na clout ya Ngesh. Mimi nikaambia Ngesh, omba kazi. Ngesh akakuja akasema ati Tabato ametema tina talent. Sasa Ngesh ako wapi? Alikuwa na regret hata kwa nini aliingia kwa music industry. Ni ukweli tu hizi nawaambia, msinichukie mnipige. Najua mtakagi kusikia ukweli, but ni ukweli, lazima ni washow. Tuacheni kusupport vitu za umidioka, tuanze kusupport real artist wale wako na real talent. Naget, hizi vitu za ufedule tunasupport, tuachane tu nazo kindly. Lazima tusupport wasanii wanaanza, ndo industry pia isikufe. Angalieni industry ya Uganda, ni mazagazaga. Uganda wanaga industry, wanaga wasanii. Na ni fact tu na ni point. So, tusupportini wasanii wetu, wale wako na potential. Ule anajisukuma kidogo, ule anaweza. Because hata mimi nimeangalia ngoma zile Vic West amefanyia Shania Bito, ni ngoma moja to be specific, na ngoma Shania Bito amefanya. Nikaangalia ile uzito udema ameweka kwa hii career. Msanii ukiona msanii ameshoot tu video, respect hiyo. Kushoot video as an artist si kitu rahisi. Mjua watu wote hawatakangi kujua kama msanii anaanza. Wanataka kulipwa madansa, venue, everything. Na pia ndo maana naambia wasanii, jaribini sana kuinvest kwa audio kwanza before uende kwa video. Ni important sana because video inaweza kukula do before utoe project ingine imekutake time mingi sana. Mimi nasema tu for free. Lakini kuna wasanii ukiwaambia wanasema hawataki advice. Ni sawa. Wacha tuone mtaenda wapi. Jaribini sana kuinvest kwa audio. Because as an artist unafaa kuwa consistent. Si ngoma yako ya mwisho ulitoa 5 months ago, 1 year ago. Hey bro, industry itakupita. Kivumbi. Wah! As an artist, try ukwe relevant. Na unaona usipofanya hiyo video ya 50k na ufanye audio 3, hizo audio zitasonga because utakuwa unazirelease, watu wanaona. Sasa hii AI ni blessing.
na ni curse, but ni blessing kwa watu wengine. Unaweza tengeneza tu ka video kako ka AI ka ufala, lakini audio ni wewe umefanya kazi, itasonga. Hiyo ni fact, na itafanya budget yako isikue kubwa sana, because unafaa kuavoid kutumia do mingi as an upcoming artist. Hizo ni fact, haziwezi change. Unichukie, unipende, ni fact tu, na nasema tu ukweli, because sitaki ustruggle, ukue frustrated, uachane na mziki. Tunakuneed. So tujaribini juu chini to support upcoming artist, wale wako na potential. Kuna wengine tu hawaezi kabisa, yani hawaezi, hiyo tu nawaambia. Kuna wengine tu hawaezi. Unapenda mziki, sawa, fanya kitu ingine.